Mwokozi. Mungu ni mwema. Maana amekuwa pamoja nasi. Na tunashukuru siku ya leo. Tupate kukaa. Wacha ni utambue uwepo wa ndugu wetu na dada zetu ambao wamekuwa kwa upande wetu kusimama pamoja na huduma yetu hata kufika siku ya leo. Imegharimu mkono wa Bwana. Kwa hivyo Mungu awabariki na watende mema. Wadada wetu kutoka college yetu hapa karibu, Mungu awabariki na watende mema. Bado tunawapenda, bado tunawadhamini, na Mungu atatusaidia, tutaendelea pamoja kushiriki na kushirikiana katika mambo mengi. Kwa hivyo mjisikie mko pahala ambapo panafaa, na hakika Mungu atawatuliza. Bwana asifiwe. Hata niseme asubuhi ya leo, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nilikuwa kimbilio langu, maana amenipigania na kuhotanira katika changamoto mingi ambazo tumepitia katika wiki nzima. Hakika Mungu amenishindania. Natukuza jina lake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka tu tuendelee katika kama neno la Jumapili vile nilikuwa ninatueleza ya kwamba wenye kukimbia ni lazima mtu achunge laini yake. Ili ukimbilie kwa laini yako bila kutoka, maana utakapotoka Biblia ilituambia siku ya Jumapili kutakuwa ni ngumu. Kwa hivyo chunga laini yako. Na wakati tukimbia siku ya leo, nilikuwa nataka tuseme ama niwaambie utakapokuwa ukimbilia katika laini yako, kilichoacha siku ya leo, ng'ang'ana bila kuchoka. Bwana asifiwe. Unapokimbilia katika laini yako, ng'ang'ana bila kuchoka. Bwana asifiwe. Hebu tuende katika Mathayo 11. Mathayo 11. Bwana asifiwe. Na ili tuone kung'ang'ana huku, ni sisi tunaanza ama ilianzia mapema? Bwana asifiwe. Aya hapo 11 twajie 12. Matthew 11:12 inasema hivi: tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Bwana asifiwe. Hapo anza inakuja direct. Acha iroka direct. Inasema sio sisi tuanza. Kung'ang'ana huko. Wewe wakati utakuwa kwa laini yako, sio mwanzilishi, wewe sio mwanzilishi. Wa kung'ang'ana. Biblia imesema. Biblia yatueleza. Tangu atekuma siku zile. Sasa Yohana Mbatizaji. Ufalme wa Bwana umepatikana kwa sababu ya kung'ang'ana. Bwana asifiwe. Na wanapong'ang'ana, hapo ndipo nimekuambia ujipe nguvu bila kukufa moyo. Maana kung'ang'ana ni lazima. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema ufalme wa Bwana utapatikana vile. Bwana asifiwe. Lakini umepatikana kwa kung'ang'ana na wenye nguvu. Baada ya kung'ang'ana, wakati wanang'ang'ana, wenye nguvu hao ndio huteka ufalme.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka ndani ya moyo wako unakiri na uambie moyo wako, moyo wangu tulia katika Bwana na ungengane na ugiginyane ukiwa ndani ya Bwana. Maana kungengana lazima utapeka ufalme bila kungengana. Maana Biblia imesema tangu nyakati za Yohana Mfalme. Bwana asifiwe. Ufalme wa Bwana ulionekana vivyo bure, lakini umepatikana kwa sababu ya kungengana. Na wenye nguvu hao ndio huteka ufalme. Bwana asifiwe. Kuja kwako katika nyumba ya Bwana, sisi tumeahidiwa uzima wa milele. Wana wa Israeli waliahidiwa nchi ya Kanaani. Bwana asifiwe. Na hata hao walikuwa na mng'ang'ano wao, walikuwa na vita zao ambao walikuwa wanapigana. Wakifika kwa Ameraki wanapigana na Ameraki. Maana Ameraki walikuwa na miungu zao na hao walijua Mungu wao. Kwa hivyo ni lazima wang'ang'ane wasikane na Ameraki waache kuabudu miungu mingine. Kwa hivyo hata nao walikuwa na kung'ang'ana kwao. Bwana asifiwe. Na walipoingiza maadui hapo walianza kutenda kama maadui yao. Bwana asifiwe. Walianza kutenda kama maadui wao. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa anawaacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walipokuwa wakiachiliwa na Mungu, walikuwa wakipigwa sana na maadui zao. Lakini wanapomrudia Mungu wao na kuanza kung'ang'ania kukaa kando ya mapenzi ya Mungu wao, Mungu alikuwa anawarudia na anasimama pamoja nao na anawapigania. Kwa hivyo kupigana ambapo tunasema siku ya leo hatujaanza na wewe, tulianza tangu. Maana ushindi unapopatikana ni juu ya kung'ang'ana. Nawe utang'ang'ana kwa njia gani? Bwana asifiwe. Tulinena wiki hiyo ingine tukasema Yesu alinena akasema mimi ndiye mzabibu nanyi matawi. Bwana asifiwe. Sisi tunang'ang'ana tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Na ndiposa Biblia inasema Yesu alipokuja hapa duniani aling'ang'ana katika vita zake za utakatifu mpaka akarudisha mwanadamu katika sehemu yake ya ushirika pamoja na Mungu. Kwa hivyo hata Kristo Yesu aling'ang'ana na mambo yaliyokuwa yanapingana na yeye. Bwana asifiwe. Alipigana mpaka akapata mwanadamu kupitia kifo chake Kristo Yesu na kufufuka kwake Yesu Kristo na kutuletea wokovu. Bwana asifiwe. Hata sisi kupatikana na katika ufalme wa Mungu kung'ang'ana kwa Yesu Kristo na kujitoa kwake Yesu Kristo mpaka akajitoa roho yake ife kama mtu ambaye amefanya dhambi na ili aturudishe katika uzima. Kwa hivyo kung'ang'ana sio kwako wewe tu. Bwana asifiwe. Ulianza zamani na wenye nguvu waliopigana wakiwa na utakatifu wakisimama katika njia kamili bila kuondoka katika laini yako. Bwana asifiwe. Waliteka ule ufalme. Yesu aliteka wokovu wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Na kumuleta tena katika uzima wa Baba yake.
niko juu ya majina yote hapa duniani hata mbinguni. Lakini yeye inaponena inasema kupitia jina hilo Yesu Kristo tunapata msaada na ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kunena kwake Yesu akapata jina linaloshinda majina yote duniani na mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kukuambia ujipe moyo dada wewe, ukifikiria kwa laini yako vizuri, ukitafuta utakatifu na kutenda mapenzi yake Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Inuliwe Mwokozi. Nataka tuende kwa neno lingine ambalo litatusaidia, ambalo linatoka liko katika Yohana 5 ili tuunganize na hilo neno nigetha tunyitithanie na kiugo kiu na ili tupate Mungu apate kutusaidia. nigetha Ngai atuteithie. Yohana 5 tuanze tu hapo moja. Inasema hivi: baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao walipooza wakingoja maji yachemke. 4 inasema, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutubuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa ameupata. 5, na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? 7, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati napokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. 8, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako na uende. Amen. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Tukuze Mwokozi. Bwana ni agosho. Siku ya leo tunasema mwenye umude tunauga ng'ang'ane ukiginyane bila kuondoka kwa laini yako. Utakwehea laini yako. Biblia imesema hivi. Biblia yatuno. Siku moja mwenye umwe Yesu anapotembea Yesu agiye katika mji mmoja wa Yerusalemu. Baada katika geti ya kuingia hali ya kihingo inde ya kuingia kando kulikuwa na birika. Hau kando ni hana githima. Wanaita Bethesda. Githima kia Bethesda. Lakini wengi tunaita Bethsaida. No ajetumitaga Bethsaida. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Kwa hivyo tutatumia Bethsaida. Kwa tutumie Bethsaida. Bethsaida. Tutigatumia Bethsaida. Ni todo Bethsaida. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Unaweza toka nje. Kwa hivyo nataka tutumie Bethsaida, maana hiyo nyingi inatumika. Na tutumie Bethsaida ni tojo ituma kaka. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Yesu anapoingia katika mji wa Yerusalemu, anakuta kando agakora hau kando ya lango hau kihiko kuna kisima ama kuna birika hena githima ambalo kiko hapo thimakia ni hau kimesingiro. Bwana asifiwe. Kulikuwa na manyumba ni kwa ina nyumba kando ambazo zilikuwa zimejengwa ili asiathondeketwo na mgonjwa na arwaru ambao walikuwa wametoka na arwaru maumete katika nchi nyingi ama sehemu nyingi mafuroni maji walikuwa wanakuja kupumzika kule. Mwaka kuhuruka hivyo kuna nyumba ya mapumziko. Kwa hena hadu mtu ajiye Bwana ni agosho. Sasa nataka ushike hii. Ndio nyitwa unapotembea ndio na mambo katika laini. Ndio na Bwana ni agosho. Kando utakuta vitu nyingi. Ndio kupata ndio nyike. Na vitu vya tofauti. Ndio siamiri yote. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Na hizo vitu na ibosho nataka kukuambia. Enda kukuira. Uchunge sana. Mwemenyerere mno. Maana kando ndio kukado. Pengine huko ndio majaribu yamewekwa na shetani. Kwa magerio na Kristo ni kwa. Bwana ni agosho. Kwa hivyo nataka kusema hivi. Enda kuga Yesu anapoingia Yesu ingirire Yerusalemu anakuta kuna birika agakora hena githima hapo katika
katika kona ya rango. hau kĩhingo-inĩ. Na wanapokaa Na rĩrĩa maikarĩte walikuwa wanakaa wagonjwa tofauti tofauti. maikaraga andũ tofauti. Kuna vipofu, Harĩ na arĩa matũũra, walemavu, harĩ na cionje, wapooza. harĩ na mangu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo wanapokaa katika zile nyumba, Koguo rĩrĩa maikarĩte nyũmba-inĩ icio, wanakaa hapo wakipumzika. maikarĩte hau mahurũkĩte. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Wakigojea. Metereire. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na wanapogojea, Na rĩrĩa metereire, na Biblia inasema hivi, Biblia irauga ũũ, kila wakati, o mũthenya mothe, kuna wakati wa malaika kwĩhingo mũraika alikuwa anakuja okaga na anatingia akaingĩra katika vile birika. akainjura gĩthima-inĩ. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Anapoingia anatibua Na maji, aikĩra akaunjura na maji maĩ. inapotibuka Na rĩrĩa maunjurwo, wanajua malaika amekuja. makamenya mũraika nĩoka. Wagonjwa wanaingia, Arwaru makaingĩra, wanaingia ndani ya maji, makaingĩra maĩ-inĩ. na mwenye kukimbia Na ũrĩa wateng'eraga haraka sana ihenya mũno, na kuingia kwa na kwanza kũingĩra wa mbere anaponywa. akahona. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo kuna mng'eng'ano hapa. Koguo hena kũgiginyana. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hebu sikiza vizuri. Thikĩrĩriai wega. Hapa kuna mng'eng'ano. Haha hena kũgiginyana. Hapa kuna timing. Haha hena Bwana gũtari. asifiwe. Mwathani agocwo. Hapa kuna kukaa macho. Haha nĩ hena gũikara Maana thikũ. wakati wa malaika Na tondu mahinda araika, kuja haijulikani. gũka gũtiamenyekaga. Wakati malaika anakuja, Rĩrĩa mũraika ũkaga, ishara ya kwanza ĩcio ũndũ wa mbere, kuonyesha malaika ameingia, kuonia ni mũraika nĩoka. maji kutibiriwa Neema na ĩkuchurwo. kuonekana maji imetubiriwa Na kuona maĩ na maitio. imeanza kuonekana imebadilika. Na makachia kuona Kuna macenjia. mfuluto Hena mũcio. ama kuna mambo yanatendeka kwa maji. Hena ũndũ wekĩka. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nilikuwa nimeenda Mombasa. Nĩ athiĩte Mombatha. Wakati mmoja Mũthenya ũmwe, wakati maji inaanza kukuja rĩrĩa maĩ manjigia kukuja na mawimbi makubwa, gũkaga na makũmbĩ manene. na inaendaka nikana kwamba ikigonga hapa mbele Na mokaga magũthaha mbere. inarusha maji mbele. Magaikia maĩ mbere. Wakati tena inakuja ikirusha Ningĩ moka na kupeleka maji mbele. moka magaikia Kwa maĩ hivyo mbere. ni mambo kama hayo Koguo nĩ maũndũ ta macio yaliyoonekana wakati malaika marĩa alikuja. matakanĩte mũraika oka. Kwa hivyo malaika alipoingia katika birika, Koguo rĩrĩa mũraika ingĩra utulivu ulikosa, maana kuna kuchimbuliwa. tondũ kwĩna kunjũrwo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Sio kuchimbwa, kuchukua. Ndio Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Maji ilipochimbuliwa Rĩrĩa maĩ maunjũkagwo, ilianza kuinuka. manjagia kũgũrũka. Kwa hivyo watu Koguo andũ waliokuwa macho arĩa marĩ ritho walikimbia mara moja Mateng'eraga na na kuingiza kuingiza mmoja wao ndani ya maji. mũrwaru wa maĩ-inĩ. Walipomuingiza Na rĩrĩa mamũingĩria, ametoka kama amepona. akauma Bwana asifiwe. Mwathani Kwa agocwo. hivyo ile birika Koguo gĩthima kĩu ilikuwa tumaini kĩarĩ kĩĩrĩgĩrĩro na kupata msaada gĩa kuona wa ũteithio. uponyo kwa watu wote ambao walikuja katika zile nyumba Ũhonio wothe wakiwa na magonjwa. na arwaru. Bwana Mwathani asifiwe. agocwo. Lakini walipokuwa wamekaa No rĩrĩa maikarĩte wakingojea malaika, metereire mũraika, walikaa kwa utulivu nĩ maikarĩte Bwana mahoro. asifiwe. Mwathani agocwo. na kuna uneng'ano uliokuwa pale. Na kũgiginyana kũrĩa kwarĩ hau. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Sio walikuja watu wa aina nyingi Mumenye koka andũ mĩthemba na watu wa pahara mbalimbali. na andũ kuma mĩhĩa Kwa mĩingĩ. hivyo historia ni nyingi. Koguo history nĩ nyingĩ. Bwana Mwathani asifiwe. agocwo. Watu wanapoongea Rĩrĩa andũ mararia wakiongea historia zao, makĩaria history ciao, wakati zimeshika moto, rĩrĩa cinyitĩte malaika anaingia mũraika bila akaingĩra hao kujua. matekũmenya. Wanaona watu wakimekimbia, Makona andũ kwa hivyo makĩrĩte. timing yao Timing yao wanaingia katika confusion, makaingĩra maana gũtecerera. watu wameingia, Tondũ na andũ maingĩra. wamekimbia na wameingia, Mati na hao maingĩra. waliachwa katika historia zao. Nao wakorwo history Bwana ciao. asifiwe. Mwathani Wao agocwo. wako katika ng'ano zao, Acio me history lakini ciao. timing ya malaika Yote ni ya mũraika. imewapita. Ĩkamahĩtũka. Kwa hivyo nataka Koguo kukuambia ndĩrenda tuko gũkwĩra. katika mng'eng'ano, Gũkũ harwa na kũgiginyana. nimekuambia Na nĩtwakwĩra. ung'eng'ane bila kuchoka Ũgiginyane na bila ũtakũrora. kuangalia Na upande. ũtakũrora Bwana mwene. asifiwe. Mwathani Na agocwo. bila kusikiza Na watu ũtagũthikĩrĩria. ambao wako kwa kando, Andũ acio me kando. maana wewe umekuja Nĩ tondũ we nĩ wewe ũkĩte. mwenyewe kwa sababu ya makusudio yako Wewe nĩ tondũ wa ya kwenda gwaku. uzima wa milele. Na ũthamaki Bwana wake. asifiwe. Mwathani Kwa agocwo. hivyo kama vile Biblia imesema, Koguo tondũ
wakati wa Yohana Mbatizaji. Ufalme wa Bwana utaonekana hivyo tu. Wameonekana kwa mng'eng'ano. Kwa hivyo hao watu malaika walipoingia na kutibua maji, walikimbia na kushika wagonjwa wao na kukimbisha katika birika, akaingiza katika maji. Kwa hivyo mwenye pio na kukimbia na kushika, mwenye nguvu ya kushika mgonjwa wake na kukimbia naye mpaka kwa birika, huyo ndiye alipata ugonjwa. Kwa hivyo kung'ang'ana hakutaanza na sisi. Tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata wakati hata kisima cha Bethsaida, na Biblia inasema walikuwa wanakaa hapo kungojelea wakati malaika atakuja nao watimia pia na kuweka watu wao ndani ya maji wapate uponya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wa kung'eng'ana. Bwana asifiwe. Sisi twatukuza jina la Kristo Yesu. Maana Yesu anapokuja ameleta suluhu ya mambo yote katika maisha yetu. Sisi si watu wa kwenda kungojea katika Bethsaida. Sisi ni watu tumepewa uhuru wa kuongea na Yesu wetu kila wakati na kumwambia lolote twahitaji mbele zake. Bwana asifiwe. Lakini katikati Biblia inasema ya wale watu, kuna mtu mmoja anashangaza. Bwana asifiwe. Aliyekuwa ameletwa katika kisima kile cha Bethsaida na akakaa huko miaka 38. Miaka 38. Bwana asifiwe. Miaka 38. Kama alikuwa amekuja na miaka 15. Ogonyo kitana miaka 15. Kago. Mentor wa haraka. Alikuwa na miaka ngapi Yesu alipokuja? 53. Yeah? 53. Alikuwa na 53. Ana miaka 53. Nani hapa amefikisha 53? No, ina miaka 53. Nani hapa ako 53? No, ina miaka 53. Hebu kuja tu mama wetu, hapa ndio Mungu amekuleta. Hebu kuja tu. Amen. Amen. Unaona? Huyu wako na miaka ngapi mama Shiro? Huyu wako na miaka ngapi? 12. Si karibu rika hii. Ujue alikaa kwa kisima tangu rika hii mpaka wakati huo Yesu anapomtembelea. Yeye ni umri kama wa mama wetu. Bwana asifiwe. Unaona hiyo utofauti? Ni mkubwa sana dada wetu, barikiwa na Mungu akutende mema. Bwana asifiwe. Mtu anakuja mpaka akiwa saizi hii. Bwana asifiwe. Lakini mung'eng'ano wake hapa kwa watu ambao walikuwa wamemleta. Bwana asifiwe. Umechukua miaka 38. Bwana asifiwe. Kabla tu hajapata miujiza yake hata uponyo wake. Bwana asifiwe. Huyo mtu kama ako na matumaini. Bwana asifiwe. Ako na matumaini kweli. Amekaa pale mpaka matumaini yake imerudimia. Mpaka watu ambao walikuwa wanamsaidia kumuingiza katika ile birika. Bwana asifiwe. Nikana kwamba wamechoka na wameenda. Maana Yesu anapokuja alimwambia, wewe mzee, Bwana asifiwe, ungetaka kupona? Yeye anasema mimi sina. Bwana asifiwe. Hiyo ni kusema nini? Hata matumaini hana mtu wa kupeleka katika ile birika hiyo ichukuliwe naye ingie. Kwa hivyo matumaini ya kupona ilikuwa imeisha. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia, ungependa kupona? Bwana asifiwe. Naye anasema
ni kama kwamba anasema haitawezekana. Yakiwa tagutangihotekeka. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Ukiona rais ni kana kwamba haitawezekana. Bona ya tagutangihotekeka. Mwathani abasho. Maana anaambia Yesu Kristo. Ndio twarera Yesu. Sina nitihota kwa kuniingiza. Kwa kunyikiria. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Kwa hivyo nguvu za mung'eng'ano kogo hinya wa nikana kwamba zimeisha. Nitawadhirisha. Matumaini ya uponyo na kilio ya kuhona nikana kwamba imeisha. Nitakiadhirisha. Lakini Yesu akamwambia. No Yesu akimwira. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Wewe umekaa muda huo wote. Ni wikarite hinda riu riothe. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Ungetaka kuponywa? No wende kuhona. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Biblia inatuambia. Biblia yatwira. Alileta akaja kule itomisia. Akaanza kuleta viji sababu. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Viji sababu zake. Akaja kule itomisia. Resources zake. Sababu nyingine. Ambazo pingamizi zake. Maudu yani ambazo hata pona. Akaja kule maudu yani kuonania ndangihona. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Yesu akamwambia. Yesu akimwira. Chukua godoro lako. Waya godoro yako. Na uende. Uthie. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Sasa nataka kusema hivi. Ndirenda kukwira atia. Nilikwambia somo la siku ya leo. Ati mjoko muthi. Tunasema lauga ung'eng'ane bila kuchoka. Ukiginyane utakuwa. Maana baada ya kuchoka. Mtoto thutha wa kunoga. Ama wakati utakapochoka. Na riria ukanoga. Matumaini ya kupona itaisha. Mwihoko wako wako unanyuga. Bwana asifiwe. Mwathani abasho. Wakati utachoka. Riria ukanoga. Wakati wako ihinda riaku wa kukaa pale katika birika. Wewe ukara hau githimaini. Utakuwa mrefu. Uko ihinda inene. Kiasi hata katika maisha yako. Makiria mate ona mutwaine wao. Utakuwa umekosa matumaini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye aliingiza pingamizi ambazo zitafanya yeye asipone. Sababu alisema sina mtu. Bwana asifiwe. Sasa siku ya leo nataka kukuambia unahitaji mtu kuokoka. Inahitaji tu wewe tu kukata kauli na kumfuata Yesu Kristo. Usiseme huna mtu hata kufika katika nyumba ya Bwana. Inahitajika tu wewe uchukue hatua kwenda kumtafuta Kristo Yesu na atapatikana. Bwana asifiwe. Wacha pingamizi nyingi ya kusema wanayuthi hawaokoki. Hawa ni kina nani? Bwana asifiwe. Usiseme nimekaa muda mrefu bila kupata Roho Mtakatifu. Kujitoa tu na kukaa katika laini ya utakatifu na Mungu atakutenda mema. Kwa hivyo huyu mtu Yesu akamwambia acha pingamizi zako. Chukua godoro lako na uende. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kukawa na mung'eng'ano mpaka Yesu anapokuja. Ameanza kung'eng'ana. Mung'eng'ano usioleta mafaida. Maana yeye anang'eng'ana ya kwamba amekaa wakati mrefu na yeye hana mtu wa kuingiza katika birika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tung'eng'ane tukiwa kwa laini iliyo nzuri na bora. Maana huyu mtu alikosa wakati ya kukaa katika kung'eng'ana kwake na kuonyesha na madhumuni yaliyomleta katika kizima. Alisahau alikuwa amekuja kuponwa. Na Yesu anapomuuliza unataka kuponwa? Bwana asifiwe. Unataka kuponwa? Yeye anasema sina mtu. Bwana asifiwe. Kwa nini anasema sina mtu? Bwana asifiwe. Na yeye ndiye alikuja kuponwa. Na anahitaji mtu kuponwa. Maana Yesu amekuja. Bwana inuliwe. Biblia inasema anaambia Yesu ameleta visababu
walipokaa katika kile birika, miaka hiyo yote, kuna mambo yaliingia ndani yake, yakamtoa katika laini ya kungojea kuponwa. Yeye anaanza kuongea mambo mengine, Bwana asifiwe, negative attitude, akaanza kuongea mambo ambayo hapo, mambo ambayo hayatamletea faida. Yesu alipomwangalia akamhurumia. Miaka 38 na huyu mtu bado, Bwana asifiwe, ajui alikuja kwa sababu ya kupona. Na wakati Yesu anamwambia, anapomhurumia, ningetaka kuponywa, yeye anatoa visababu zake. Ati kulikuwa, nililetwa, na nimekaa, na sasa sina mtu. Bwana asifiwe. Badala aseme direct, ningetaka kuponya, hata kama sina mtu, ningetaka, naona lengo langu, madhumuni yangu ya kuja katika kisima hiki, nilikuja kwa sababu ya kuponya. Lakini wakati alikaa pale, kung'ang'ana kwake, alitoka kwa njia ya matumaini. Lengo lake liliondoka mpaka kwa mawazo yake. Anapoambiwa na Yesu Kristo, ukitaka kuponywa, analeta visababu ya kukosa kuponywa. Bwana asifiwe. Na Yesu amekuja siku yako kubadilisha maisha yake. Bwana asifiwe. Yesu anamuuliza, unataka kuponywa? Yeye analeta visababu. Siku ya leo nataka kukuambia, tuko katika kung'ang'ana kama kina Yohana Mbatizaji. Bwana asifiwe. Kung'ang'ana katika imani na tusipoteze mwelekeo wetu. Bwana asifiwe. Maana Yesu amekuja kwetu sisi. Maana neno la Bwana nasema, nimekuja mpate uzima na mpate uzima tele. Hata kuleta visababu vyake. Nilipelekwa kanisani na wazazi wangu nikiwa mdogo, na nikabatizwa. Kubatizwa kutakupeleka mbinguni. Bwana asifiwe. Wacha kuleta visababu vyako. Ambia Yesu, sasa nataka kukutumikia. Bwana nipe uwezo wa kudumu katika uzima wako. Nipe uwezo wa kukaa njia zako. Na ili Bwana uniondoe kwa sababu ya utukufu wa jina lako, na kwa sababu ya uzima wako. Sasa visababu vyako sitakusaidia. Hata kama umedumu kwa kanisa, ukiwa mwanakwaya, ukiwa mzee wa kanisa, Bwana asifiwe, kama uliondoka kwa laini yako, Bwana asifiwe, nakuambia haitawezekana kwako kupata miujiza yako. Lakini Yesu Kristo, kwa sababu alikuja kwa sababu ya hao ambao wameachiliwa, wameachiliwa, alikuja akamwambia, alimhurumia, akaona huyu mtu amepoteza mwelekeo, hata matumaini, nina jambo jipya nataka kutenda kwa siku ya leo, na ili aupike jambo jipya la kumsaidia, kama vile Biblia inasema katika, hapana, kama vile Biblia inasema katika Isaya 43 aya 19 inasema, msahau na mambo na msitafakari mambo ya awali. Bwana asifiwe. Nasema jambo jipya ambalo nitaenda kutenda siku ya leo, ama hivi sasa. Kwa hivyo Yesu alikuwa anataka kubadilisha mawazo ya yule
Bwana asifiwe, na kumsaidia. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuambia kuna jambo jipya ambao Yesu anataka kutenda kwetu sisi wakati tunang'ang'ana safari zetu, vita zetu za kiroho, tukiwa katika laini ya kuwa watakatifu na kutumainia Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kukueleza ya kwamba kuna vita ambazo tutapigana kama zile zilipiganwa na huyu mwanaume. Bwana asifiwe. Alikaa miaka 38. Bwana asifiwe. Lakini akatupa mwelekeo. Bwana asifiwe. Lakini Yesu anapokuja alimhurumia na akamrudisha katika mwelekeo, akamponya. Bwana asifiwe. Kwa sababu jambo lake la kuja pale ilikuwa uponyo. Na Yesu anapoingia, ameingia kwa sababu ya hao ambao wamepotea njia. Akakuta mtu ambaye amepotea njia, anagojelea tu asaidiwe. Kwa hivyo Yesu anabadilisha. Bwana asifiwe. Na mambo ambayo alikuwa ndani yake anabadilisha attitude ambayo imeingia ndani yake, na kuweka na kuzaa na kuweka negative attitude na wekila maundo maso ndani yake ya kwamba haitawezekana. Lakini Yesu akasema haya ndio nimekuja kwa sababu yao, kuwaweka huru ambao wamefungwa. Yesu akaja akamfungua. Hakuna yoyote angeweza, maana hata wale walimleta nikana kwamba walikuwa wamesahau. Bwana asifiwe. Maana hata kumwangalia hawakuwa wanakuja kumwangalia. Bwana asifiwe. Maana alikuwa anasema hata sasa sina hata mmoja, sina hata rafiki. Tangu miaka hiyo yote nimekaa hapa mpaka marafiki sasa sina. Upooza huyu wangu umenisukumia kiasi ya kwamba hata kukimbia, hata kumenyana, kuingia. Bwana asifiwe. Katika kile birika imenizidi. Sasa mimi nimeamua kukaa hivi maana sina. Lakini Yesu akamwambia nimekuja kwa sababu yako, chukua godoro yako na uende. Bwana asifiwe. Ndiye Mwokozi. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuambia kunaye anayetushughulikia. Bwana asifiwe. Sisi si watu wa kurudikana na magodoro. Yesu alikuja kwa sababu yetu. Bwana asifiwe. Na anasema katika Yohana, Bwana asifiwe, nimekuja ili mpate uzima na muwe na uzima tele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi ni watoto wa rehema. Bwana asifiwe. Sisi si kama wale walikuwa wanagojelea. Huyu Yesu amekuja na akalipa kila aina ya gharama. Wakati tulikuwa wenye dhambi, akatoa damu yake kutuosha. Bwana asifiwe. Wakati tulikuwa hatuna uwezo kupona, Biblia inasema alipigwa mijeledi. Bwana asifiwe. Na ili sisi tupate uponyo. Kwa hivyo sisi tu ni kukaa katika njia za Bwana na kumwambia chochote ambacho tunahitaji. Na Yesu anatupokeza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo kwa kung'ang'ana kwetu ni kukaa tukiwa watakatifu, ni kukaa tukifurahisha Mungu, ni kukaa tukiwa katika njia za Bwana. Hiyo ndio vita yetu, na hata kuleta wenye dhambi katika uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kuwapatanisha na Kristo Yesu. Hiyo ndio kung'ang'ana kwetu.
kuninya na hakika tutakuwa wenye kubarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe kama yule mtu alidumu kwa birika miaka 30 na hata hajielewi mpaka amechanganyikiwa alikuwa amekuja kwa sababu gani. Kwa hivyo tunapokimbilia raidi zetu na kung'eng'ana kama wakati wa Yohana Mbatizaji, tujue wenye nguvu hao ndio huteka mji. Kwa hivyo wokovu wako na ushindi wako utapatikana kwa kujitia nguvu. Bwana asifiwe. Kuwa mtakatifu na kudumu katika maombi, hapo unajitia nguvu na hakika uzima wa milele utauteka na utakuwa mrithi pamoja na Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atubariki na atutende mema tunapomenyana na kukimbilia katika raidi ya utakatifu na unyenyekevu na maombi na kutafuta Bwana. Kwa hivyo tunapomuinua Bwana tunamtafuta kwa njia ya wimbo na utukufu wa sifa zake, na hakika atakuwa kitutendea. Kwa hivyo Mungu awabariki na awatende mema.